A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Haya, hapa nazungumzia kuhusu viwanja, uuzaji wa viwanja. Kuna baadhi wengine wakiuza mara moja ameuza, lakini kuna baadhi wengine wakiuza mara moja wanauza hata mara mbili hata mara tatu, sehemu hiyo anauza. Sasa mimi ningependa wazee wenzangu au vijana nikutahadharisheni, unapouza mara mbili mara tatu unajitafutia matatizo. Kwa hiyo sasa, kabla sijasema hivi, sijazungumza kuhusu wauzaji viwanja, kuna ujumbe hapa kidogo lazima tufanyie kazi. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Usafiri wa jeneza si kama wa daladala, yeye akikufikisha wala hadai malipo. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Hapa duniani ni pahala pa kuchuma, hapa tukijisahau ahera twenda kujuta. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Walio makaburini walikuwa kama sisi, nasi tukae twajua tutakuwa kama wao. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Tuisome tukolani, tuisome kwa wakati, ili iwe kinga yetu tuingie hapo kaburini. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ni ule ndugu yenu mzalamu wa Mbezi wa Bwama, Yusufu Shah Hasani au ukoo wa Mwandaliwa wa Kitimba Kibudi wilaya ya Mkulanga. Nimeishi kwa muda mrefu, sikwambii na miaka mingapi, lakini ni mzee. Sasa sisi wazalamu tunasema kwamba ukimwona nyani kazeeka amekwepa mishale mingi. Sasa mimi nimekaa duniani hapa kwa muda mrefu, kwa hiyo lazima nikwambie wewe, kama itakugusa nitakachozungumza basi utajirekebisha. Sasa hapa leo nazungumzia kuhusu wauza viwanja. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu akakujalia wewe umepata viwanja, sangine una miguu 20 kwa 20, sangine una heka moja wewe au na nusu heka unaamua kuiuza. Sasa kuna baadhi ya wengine wakiuza mara moja basi, lakini kuna wengine wanauza hata mara mbili hata mara tatu hapa unauza. Hebu niambie wewe mzee mwenzangu au kijana wewe, unauza mara mbili, na maana kwamba umesahau kama uliuza hapo. Sasa leo mimi nazungumzia masuala haya. Kwa hiyo kuna baadhi wanafanya hivyo. Sasa sio vizuri, kwa sababu mtu anatoka mjini huko anajifunga, kapata hela zake, hujui hela zake azipata kwa njia gani. Sasa niende kijijini huko ngalo nikapata eneo, sangine nijenge, nimechoka kupanga mjini, nipate chumba japokuwa na veranda ili nisaidie na familia yangu. Anakuja pale wewe unampokea. Anakulalamika, anakuambia bwana, kama kuna mtu hapa ana eneo, anakusimulia wewe ambaye ulikuwa kijijini. Kama kuna mtu hapa ana eneo, mimi nahitaji chumba na veranda ili nisaidie. Sasa ninue ili nisaidie nijenge. Wewe unasema usiwe na wasiwasi. Hapa umefika. Mimi ninayo kiwanja miguu 20 kwa 20 au na nusu heka au na heka nzima, nitakuuzia. Sasa yule bwana anapata tayari, moyo wake ushatulia. Anajua nilichokitaka nitakipata. Kweli wewe ufanye makosa, wewe wa kijijini. Unampeleka mpaka kule, ukishampeleka mpaka kule unamuonesha eneo. Sasa tatizo, kumbe wewe sangine eneo lile ushawazi kuuza. Na kwa sababu yule kisha kutajia hela, na wewe hela unaitaka na una sehemu nyingine ya kuuza. Kwa hiyo unaamua kuuzia yule kwa mtu wa pili. Sasa kinachoshangaza mimi mzalamu, uweza uende tena kumuenda kwa mjumbe wa kwanza wa shina la kwanza. Kwa sababu ushajua kwa shina la kwanza nikienda atanistukia huyu. Kwa sababu mwanzo mbona niliuza. Sasa unaenda kwa shina la pili anakuuliza wewe una mjumbe wako kule shina la kwanza vipi? Anasema mimi yule unajua ana dharura na nini, kumbe unaongopa wewe. Kwa sababu yule unataka kumdhulumu. Kwa hiyo unaona kwamba ukienda shina lile atakustukia yule. Kwamba wewe mwanzo uliuza hapa. Leo unauza tena vipi? Sasa baadhi sasa unamchukua kwa sababu yule mjumbe yule ushamwambia. Kuna baadhi tunawalaumu sana wajumbe, lakini ni makosa. Kwa sababu mjumbe anajua mwenziwe ana dharura na kashakuja huyu anataka kuuza, akasema bwana yule mjumbe wangu ana dharura. Huyu lazima achukue nafasi ile. Sasa anakwenda kule. Sasa anapokwenda kule anamuuzia kweli huyu bwana. Taratibu zote zinapatikana na mashahidi achukua wengine, sio wale wa kwanza, achukua mashahidi wengine ili wasijue. Kwa hiyo unamuuzia vizuri huyo bwana. Kwa hiyo sasa kinachoshangaza sasa, ukimuuliza huko mashariki, majirani zake zote wanakupa hawapo. Yaani majirani zake wale ambao walopakana sijui kusini, mashariki, sijui magharibi, wale wanakuwa hawapo. Sasa ukimuuliza sababu huyu ana dharura, huyu ana dharura, huyu ana dharura, kumbe wanajua wale majirani kwa sababu mwanzo ushathibitisha mauzo ya kwanza. Haya mauzo haya lazima utamkwamisha huyu. Kwa hiyo ndio atake hata majirani zake kuwaambia wale walopakana nao. Sasa na nyinyi wanunuzi, tujiulize kwanza, unapomuona huyu hataki kushirikisha majirani zake, basi ujue kuna tatizo hapo. Usitoe hela wewe mpaka majirani zake wahusike. Lakini sasa unakubali kwa sababu umekuja mjini, umekuja leo, kesho siku leo unataka kuondoka wewe. Iye haraka yako itakupa matatizo baadaye. Kwa sababu kama majirani zake hawapo, wewe unajua mwisho wake wapi bwana. Sasa unatoa hela wewe unaondoka. Kishukuru unakuja hapa, sangine bahati mbaya
Sisi tuna matatizo mamoja, tunanunua vijijini baadhi ya watu. Sio wote, wengine wana matatizo. Akishanunua kule, akishalipa kila kitu, hamfahamishi hata ndugu yake. Yaani kusema bwana mimi na senti fulani twende kuangalia. Ananunua yeye tu, analipa hela, anaondoka zake. Akaondoka sana miaka 10, miaka 7 hajakwenda ile sehemu. Sasa kuna wenzenu ambao walinunua hivyo, wakakaa miaka 7, miaka 10. Matokeo yake wamekwenda wanajuta watu. Kwa sababu baada ya miaka 7 yule bwana akuuzia yule, akiona wewe kimya sana na wakati unaijua ni wewe, yule anamuuzia mtu mwingine, anajua sasa ngine Mwenyezi Mungu kashakuita. Sasa kama unamfahamu, kwa mfano wewe ukishanunua, mimi nakushaurini baadhi mnainunua viwanja. Unaponunua kiwanja kile, baada ya siku 3 wewe unakwenda kule na familia yako. Kama una familia basi nichukue hata kaka yako hata ndugu yako yote. Bwana mimi site yangu hii hapa. Kwa hiyo kesho nakishukuru ngine Mungu kaniita, site yangu hii hapa. Na yule ndugu yako awe anaelewa. Kwa sababu yule mwenye kiwanja yule akiona kwamba na ndugu zako umewapeleka pale, ataogopa kuuza. Kwa sababu kuna baadhi ya watu sasa hivi wanajuta. Wamenunua sehemu, wamekaa miaka 10, wamekuja pale kukuta nyumba na watoto wanacheza mpira barazani. Sasa anashangaa mimi nitaanzia wapi? Miaka 10 nilokaa ukoni. Sasa na nyinyi mnainunua sasa hivi, muwe makini sana. Majirani zake kwanza wawepo pale ili wathibitishe bwana huyu kaishi hapa, huyu kaishi hapa. Kwa sababu ukiona wewe majirani zake hataki kuwahusisha, basi ujue hapo anauza mara ya pili huyo. Kuna baadhi wengine mimi nawashukuru sana. Wakiuza mara moja wameuza mara moja, ambao wana roho ya kiungwana. Lakini kuna baadhi ya wale wengine wana roho kidogo sio nzuri. Anaweza kauza kiwanja kama mara 3 mara 4 hapo. Hivi Segerea inajaa? Segerea sio kama ndoo ya maji. Ndoo ya maji ndio inajaa, lakini Segerea haijai. Kwa hiyo nakuombeni wazee wenzangu na nyie vijana, mimi nakuombeni sasa msidipu Segerea. Segerea kidipu itakupigia. Toka nimezaliwa mpaka umri niliokuwa nao sikwambii miaka mingapi, lakini Segerea sijasikia kwamba Segerea imejaa watu. Sasa na wewe mwenzangu unacheza wewe. Kwa hiyo matokeo yake itakuwa matatizo. Na kuna mwingine wewe akishagundua kwamba umeuza hapo sehemu ya pili, yeye umemdhulumu hela yake. Kuna mwingine anashukuru Mungu. Lakini huyo alinunua, kuna mwingine anakuendea kinyume wewe. Aidha anaweza akakufuatilia wewe mpaka akakushtaki mpaka akakufunga wewe. Kwa sababu umemuuzia sehemu sio. Kwa hiyo nakuombeni na nyinyi. Kwa hiyo na nyinyi mnainunua, nakuombeni ndugu zangu. Unaporudi mjini hapa, chukua hata ndugu zako waende wakathibitishe bali kwamba hapa ndio eneo la ndugu yetu. Kwa sababu kuna mwingine wewe anakuuzia majirani zake hawapo. Lakini kila ukimuuliza bwana hapa kaskazini yuko nani? Anaangalia chini. Kaskazini yuko nani? Anaangalia chini. Basi ujue hataki sura yake wewe inakili vizuri. Kwa sababu itapokuwa na matatizo hapo, unajua utamkamata kirahisi. Kwa hiyo ukimuona mtu ambaye unaenda pale anakupimia, huko unamwambia bwana kaskazini yuko nani? Anaangalia chini. Kusini yuko nani? Anaangalia chini. Basi ujue sura yake hataki wewe inakili. Kwa sababu kesho na kishukutwa ikiwa na tatizo hapo, utamtafuta na utamjua kwa mara moja. Kwa hiyo mimi nakuombeni wanunuzi, mnaponunua sehemu msikae muda mrefu kwenda kuangalia maeneo yenu. Sio miaka 10, miaka 20. Kuna wenzenu wanajuta. Wamenunua sehemu, wamekaa miaka 10, wanakwenda kule wanakuta nyumba zilishajengwa na watoto wacheza mpira barazani. Anashindwa aanzie wapi. Sio unanunua unakaa muda mrefu. Na ukinunua uwafahamishe japokuwa ndugu zako. Kuna siri za kuficha, lakini siri zingine hazifichiki. Kuna siku moja nimesikia katika redio watu wanazungumza, kuna watu walipanga chumba mmoja, kuna nyumba moja ya jamaa, ilikuwa siri yake tu. Kajenga nyumba ile. Jamaa mmoja alipanga vyumba viwili, mwingine akapanga vyumba vitatu, mwingine akapanga chumba kimoja. Yule bwana alipokufa, wale wapangaji walifuatilia kule katika matanga, wakakuta kule haikutajwa nyumba ile. Waliporudi nyumbani, wakasema wakaanza kugawana. Yule mwenye chumba kimoja akataka yule vyumba vitatu ampe chumba kimoja. Kakataa yule. Sasa walipokataa yule bwana ndio kaenda katika familia sasa. Kasema bwana mimi nyumba huyu bwana marehemu, nyumba yake iko sehemu fulani. Lakini kama ingekubali yule bwana vyumba vitatu kumpa yule bwana chumba kimoja, hivyo viwili na yeye wala siri singefichuka. Kwa sababu huyu bwana marehemu alificha, alikuwa siri. Kwa hiyo sina mengi zaidi. Na kuombeeni ndugu zangu, mnaponunua muwe mnafuatilia, mnawaelekeza na ndugu zenu ili wale wanauza viwanja viwili wanajitafutia matatizo. Na mimi nakushaurini, msipende kuuza viwanja viwili. Segerea haijai, inajani ndio ya maji. Sina mengi zaidi. Mwenye kunihitaji atanipigia kama ushauri, kwa sababu mimi ni binadamu. Mwenye ushauri atapiga 0788 291450. La, kama kuna chombo chochote cha redio kinanihitaji ambayo kuzungumzia japo kwa dakika 10 tu, angalau nizungumzie kuhusu jamii na baada ya mbali, isipokuwa uwezo wangu mdogo. Kwa hiyo kurekodi uwezo wangu mdogo. Kwa hiyo kama mtu anasema bwana tunaweza kurekodi sisi tukatoa kifungu fulani, mimi niko tayari. La, kuna redio yote inanihitaji, mimi niko tayari. Sina mengi zaidi. Nazungumzia kwamba mnaiuza viwanja. Kuanzia leo nimekukumbusheni, msiuze kiwanja mara mbili. Ukiuza mara moja basi. Sina mengi zaidi. Mimi Mzalamu wa Mbezi wa Bwama. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.